Mheshimiwa Mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi, Mheshimiwa Waziri, na nilikuona kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili. Nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao. Lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa, halafu mnaona huu mchezo tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, ili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niamini Simba hawana makosa, Yanga hawana makosa, lakini kinachoendelea nani anayetakiwa kutueleza taarifa sahihi? Tunaona kama michezo kama kesi imeenda kasi, imerudi kasi, imekuja huku kabla mlalamikaji hujamsikiliza kunatangaza mechi, anacheza bodi ya ligi, inacheza Yanga. Sasa nataka kujua Mheshimiwa Kabudi, wewe ulienda kulisikiliza pande zote mbili, Simba na Yanga. Sitaki kusema Yanga ina makosa wala Simba ina makosa. Wewe waziri uliyesikiliza, utupe majibu sisi wabunge ili tukawaeleza watu wetu. Michezo ni furaha. Simba na Yanga ni pati ya maisha ya kuburudisha Watanzania. Kwa hiyo ukija bila maneno leo nitakuzengua Mheshimiwa Kabudi. Lazima uje na taarifa. Sisi Tanzania tumepata heshima ya kuandaa AFCON. Halafu dunia yote itaangalia AFCON inaandaliwa Tanzania. Halafu tunakuwa na viongozi wahuni tu wanaamua wanavyotaka. Hatuwezi kwenda kwa design. Hapana. Sisi wote tunaweza kuwa marais wa TFF, wote humu tunaweza kuwa viongozi wa bodi ya ligi. Hata mimi naweza kuteuliwa. Halafu lazima niwe wazi, sio tu kama tumempa mtu kuongoza familia yake. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri, kuliko kulitia aibu taifa hili tulikoenda kwenye michezo yetu, ni lazima uje na taarifa bunge tufahamu. Usipokuja nalo leo nitaondoka na shilingi. Mimi ni daktari, wewe ni profesa. Kwa hiyo mzee ujiandae, na wewe mwenyewe umenipandisha kuniita profesa, unaniita profesa. Kwa hiyo leo nitakuzengua kiprofesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuongee ukweli. Hakuna watu wanafanya vizuri na wameikuza na kuiheshimisha ligi yetu kama viongozi wa bodi ya ligi ya sasa. Hakuna watu wameweza kukuza mpira wa nchi hii kama kiongozi wa TFF. Bradhangu Karia, hongera sana, lakini pia pole kwa kumpoteza mamako. Lakini leo hii fateni sheria. Sheria haina huruma. Mtu anakurupuka amevaa tai yake, hatuchenzi. Kiongozi, nyinyi mnajua sheria, simameni sheria. Sheria ndio itakayotubeba. Kama mnashindwa kufuata sheria, tunakwenda kuua soka ambayo watu wote ndani tunapenda mpira. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi kwenye mchezo wa ngumi. Mimi ninapotokea, starehe yetu kubwa ni mchezo wa ngumi. Mimi vijana wangu wa pale kwenye kata ya Kiloka niliwapelekea gloves nini, nikijua ngumi sasa hivi ni biashara. Ametoka muungwana mmoja huko alipotoka, amekwenda kuishtaki Azam. Baada yake leo hii ngumi hazichezwi, hakuna ngumi. Ametoka tu kijana mmoja anatokea Tanga, anaitwa Mafia, ameandaa vijana wake wanaenda kimungumungu ili wafike. Leo hii hakuna mchezo wa ngumi. Kwenye hili Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, naondoka na shilingi yako kama haujaja na utaratibu wa kutuambia sisi vijana wetu wanaocheza ngumi hatima yao iko wapi. Wewe Mheshimiwa Rais amekugea kitengo cha habari, una TBC, one of the biggest media kwetu sisi Tanzania. Weka nguvu pale basi, au utuambie huyu muungwana ambaye leo hii ameweza kuzuia michezo ya ngumi isicheze. Mimi nina mpiganaji wangu bora pale Morogoro, Toa Kiduku, ana struggle leo hii. Azam amefunga milango.
Asa jiulize wale vijana wanakwenda wapi? Nataka kuongeza wakabaji